Watu wengi wanataka waanzie juu. Huwezi ukaanzia hapo, lazima kuna mwanzo. Hakuna mtoto yeyote leo ambaye amekuwa meneja au mkurugenzi ambaye hakutambaa. Lazima alianza na kutambaa, ndipo akaja kuchechemea, ndipo akaja kutembea. Nitauza maji leo, nitashona viatu leo, lakini mwaka kesho nina duka langu, mwaka kesho kutwa nina duka la jumla, ninakwenda kufanya mambo ya tofauti. Si unakaa tu mtu anakuambia bana pokea utajiri. Utajiri haupokelewi, utajiri ni kazi. Kwa sababu hakuna kitu kibaya kama kujihurumia au kujiweka kwenye nafasi ya aina fulani. Sisi ndio akina ohehahe, sisi ndio walalahoi. Mwebrania hata kama atakuwa hana kitu, aangalii pale alipo, anaangalia atakapowekwa pale mbele. Na hiyo ndio sababu ilimfanya Yusufu, ndugu zake walishindwa kumwelewa. Yusufu hakuangalia mazingira alionayo, hakuangalia mateso aliyopata kwa ndugu zake, hakuangalia jinsi alivyoumizwa, aliangalia jinsi atakavyotawala na watu wote kuinama mbele zake. Tofauti yako wewe na Yusufu, unaangalia matukio. Ukiangalia matukio utakuwa na vikao vya kuamua kila leo. Yusufu hakuangalia matukio, na ndio maana kufanyika kikao cha familia. Jina la Bwana libarikiwe. Aliangalia mbele, na kepo kutana nao, ambia baba, nimeona mpaka na wewe unaniinamia. Wewe mtoto ndo kufuru zako hapa, nimeona hayo. Haleluya. Baada tena nimeona sasa wote mmelala chali. Sema amina. Ni kitu ambacho mpaka baba yake akasema usilete mambo ya masiara, usilete mambo ya masiara. Lakini ilitimia, haikutimia. Anasema mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote na kuwa na afya. Ina maana ni lazima uwajibike ili uone mkono wa Bwana. Lazima uwajibike. Lazima ukatae kula kwa dada, lazima ukatae kula kwa shangazi, lazima ukatae kula kwa mtu fulani, lazima ukatae kulishwa ili Mungu ayasaidie mambo yako wewe. Alafu nakuwa na afya. Nitakupa mifano mitatu ili uondoke kabisa kwenye yale mawazo ya kimaskini, alafu muone huyo Mungu ambaye amekupenda wewe. Ondoa ile mawazo ya kujihurumia. Naye Abraham alikuwa ni tajiri sana kwa mifugo, kwa fedha na kwa dhahabu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Alikuwa ni tajiri sana kwa mifugo. Sema amina. Alikuwa anachinja nyama kutoka kwenye boma lake mwenyewe, fedha, dhahabu na kila kitu. Mungu alimtajirisha Ibrahim, na huyo ndiye baba yetu wa imani. Baba wa imani, baba wa imani ana watoto maskini. Mimi na wasiwasi, wewe sio ngano, wewe ni gugu. Ibrahim ndiye baba wa nini? Wa imani. Imani hii tulionayo imetokana na baba yetu nani? Ibrahim. Watoto wake wote walimsifu, akasema Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo. Walilitambua jina la baba yao Ibrahim. Elia akakumbuka kwamba yuko Mungu mwenye nguvu, akasema ijulikane kwamba wewe ni Mungu na mimi mtumishi wangu, Mungu wa baba yangu ya Ibrahim, Isaka na Yakobo. Kama kweli Ibrahim ni baba yetu wa imani, kwa nini tunaishi hivi? Si kwamba Ibrahim hakupita kwenye magumu, alipita kwenye magumu. Ukirudi nyuma utasoma kwa wakati wako sura ya 12 mstari wa 9 mpaka 10. Ibrahim alitambua uzuri wa mke wake, akasema walikuwa wameenda kwenye nchi ya Misri. Walipofika kwenye nchi ya Misri, aliutambua uzuri wa mke wake. Tatizo wewe umeshindwa kujua uzuri wa mkeo, alafu unazungumza lugha za ajabu ajabu, labda tu kwa kuwasaidia wale wavivu wa kusoma Biblia. Hebu angalia Ibrahim alivyotambua uzuri wa mkewe. Ibrahim alitambua uzuri wa mkewe, aliutambua. Sasa tatizo wewe hujui uzuri wa mkeo, unakuja kuuliza tu ule niko naongea naye unaongea nani? Acha mambo ya wivu, tambua uzuri alionao.
Ukitambua hilo litasaidia sana. Sasa kama Ibrahim alitikiswa, wewe vipi? Mbona unakuwa na hasira za ajabu ajabu tu? Unamjua huyu ni nani? Sio unaweka alinzi tu, bwana naomba nilijia huko, unaongea na nani? Yule anakusimamisha nani? Kwa nini usimsimamisha? Ana sura. Ibrahimu alijua uzuri wa mkewe, sema amina, na akajua kwa sura yake hii hawa jamaa wataua na watabeba. Sasa unihifadhi mimi. Kumbe ukiishi na mkeo mbema, siku zako zinaongezeka mwanangu, zinaongezeka, kwa sababu ana uwezo wa kuyajua matukio ya mbele. Sasa sitaki kuelezea hadithi hii hapa, lakini ninachojua jambo moja, huyo mtu aliyebarikiwa na akapewa utajiri bado alikuwa na misukosuko ya ndoa, lakini kilichomsaidia Ibrahim ni kutambua uzuri wa mkewe. Wewe kinachokusumbua, umeshindwa kuutambua uzuri wa nani? Wa mkewe. Unamchuka kama kuku wa mayai tu, amekula ameshiba, basi wewe tu ndio mzuri. Mwanaume aitwagi mzuri, anaitwa mzuri ni mwanamke, sema amina. Yani anasifiwa na kuinuliwa, una sura nzuri. Ukiona mwanaume tu anaitwa na sura nzuri, liko tatizo, liko tatizo, sema amina. Liko tatizo. Ndio maana wazungu wanajaribu kutafuta jina na kubadilisha namna hii, kwa sababu amegundua hana jina huyo mwanaume. Basi ametafuta ndio akaweka neno moja handsome, limekaa ovyo ovyo tu. Lakini ukisema something beautiful ni mwanamke. Hebu wapigieni mama zetu makofi kwanza pale. Ibrahim alitambua uzuri wa nani? Wa mkewe. Na ukishautambua uzuri tu hautajigonga pengine mwanangu. Ile yote unaona usumbufu unaotoka huku na huku ni kwa sababu ya kutambua uliye naye. Ibrahim akajua, akasema na hebu cheza huko, unihifadhi uhai wangu. Ushatapashita. Mahala popote penye hatari na nguvu kubwa ya kukumaliza, mama ana uwezo wa kuuchomoa. Ndio maana anaitwa msaidizi. Kwani mara ngapi tunaona kwenye familia nyumba haina kitu nini chochote, kila kitu mzee kichwa kinauma kabisa, amesha kunywa mapenado huko ya kutosha, mpaka anambia mama, vipi watoto wamepata chochote? Tumepata mnafu pale. Ushahidi upo. Sasa ninachozungumzia, Ibrahimu alikuwa ni baba wa nini? Wa imani. Sasa wewe hata kwenye ushemasi haupo, utapona wapi na hiyo jeuri yako? Lakini bado aliingia kwenye misukosuko, lakini uzuri, alimwelewa mkewe jinsi alivyobomba, sema amina, na akajua hapo nitaumizwa, sema amina. Na kwa sababu alielewa, basi alijua jinsi ya kutunza huo uzuri. Ndio maana kila neno alilosema Sara, Ibrahimu alilikubali na alilisikiliza kwa makini. Hata wakati huo kumetokea ugomvi wa mambo ya urithi, Mungu mwenyewe akashuka akamwambia Ibrahim, msikilize Sara mkewe, hata alokuambia sema. Na alipotamka Sara, yeye akasema yes madam, kuna siri imejificha kwa huyo mwenzako ya kufanya wewe uishi maisha marefu. Sasa huyu mtu alikuwa ni Ibrahim, alikuwa ni mtu mmoja ametoka chini sana, alikuwa hana kitu chochote, lakini Mungu akamtajirisha. Na Biblia inasema akawa tajiri sana. Ndiye baba yetu wa imani. Yaani hapo sasa hivi unamkuta mtoto wa milionea, mtoto wa meneja anatembea na kanda mbili, au mtoto wa profesa yuko chuo kikuu na madigrii yake, lakini mtoto amemaliza darasa la 7. Kinaeleweka kweli? Hapana, liko tatizo katikati. Ni maombi yangu na dua, Mungu wa Ibrahim akakuinue. Ni maombi yangu na dua, Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo akabadilisha akili zako.
Ndio maana hata mama anaposema anakuambukiza, wengine wamekaa kama midoli tu namna hii. Kuna kitu kinafanyika kwenye ulimwengu wa roho ambacho iko kitu ni lazima ukipokee. Ninataka uwe na wivu. Yesu aliwaambia Wayahudi wale, akaambia ninyi ni wa shetani. Kama mngekuwa ninyi ni wa baba yetu Ibrahim, Ibrahim hakuwa hivyo. Sema amina. Ibrahim hakuwa hivyo. Nilikuwa natafakari kama Yesu angekuja sasa hivi angetuona jinsi tulivyochoka hapa, sijui kingeleka, lakini Mungu ametupa nafasi. Ni lazima kwenye akili yako upate ukombozi. Sema amina. Na useme kwamba hapa nilipo sio pangu, mimi nakwenda mbele. Hata kama umepata misukosuko ya ndoa mama, misukosuko haiwezi kusimamisha wewe, kwa maana kabla ya hiyo ndoa Yesu Kristo alikujua na akakuita kwa jina lako. Sema amina. Na inawezekana misukosuko hiyo imetokana na majaribu tu, ambayo Yesu anasema majaribu yanatoka wapi? Ni katika tamaa zenu wenyewe. Lakini Mungu ni mwaminifu, ataweka mlango. Katika jambo lolote linalotokea kwako, Mungu ataweka mlango. Lakini mawazo anayotuwazia ni mema. Usikubali kufa kwa low blood pressure, high blood pressure. Haya mengine yote yaliyotokea ni fujo zako mwenyewe. Lakini utambuzi wa mbingu, sema amina, ili kuelewa hata kabla hujaswaliwa, na akaweka ndani mwako kila kitu kinachohitajika cha wewe kuwa tajiri. Ibrahim ndiye baba yetu wa nini? Na wote walioifuata imani ya Ibrahim walitajirika. Ukimwangalia Isaka, naye Mungu alimtajirisha akamwongeza. Ukimwangalia Yakobo ambaye hakuchukua urithi kwa wazazi wake, kwa sababu hii ishu ya Yakobo, walizaliwa watoto wangapi? Wawili, Yakobo pamoja na nani? Na Esau. Sasa fujo zilipotokea za kuiba uzaliwa wa kwanza pale, Esau akataka kumuua nani? Yakobo. Yakobo alikimbia mbio kwa ushauri wa nani? Wa mama yake. Maki mama ana uwezo wa kupima mauti inayokuja mbele. Ukiona mama amekaa ajili lolote linatokea, basi huyo anatakiwa aombewe upya shida. Serious. Mama hawezi kuwa mgeni wa matukio, kwa sababu akiangalia dalili anajua, na hata kama asipojua akilala anaoteshwa. Ndio maana hata kama mtoto wake atakuwa pengine, mfano tuko hapa Mikocheni, mtoto yuko Magomeni akiwa analia, mama anashtuka hapa. Mama akagundua ya kwamba Esau lazima atamuua nani? Yakobo. Na baba yake Isaka hana uwezo, alikimbia porini usiku kucha. Alikimbia porini, akajikuta amekimbia porini. Na mama yake akamwelekeza, nenda kwa mjomba wako. Mwambie ndio kwa nguvu ya mjomba. Wewe wakati mwingine unashindwa, kuna nguvu ya mjomba. Nenda kwa kaka yangu. Ndio akakimbia kwa mjomba. Hapo ndipo ninapojifunza kitu kizuri, kutengeneza mahusiano na kaka yako. Tengeneza mahusiano na dada yako, kwa maana wakati huu huwezi ukajua, lakini utakuja kujua siku ukipelekwa Segerea. Ndipo utaona wote waliokuwa kunywa nao chai hawapo. Ndio tukaona wale wote mnakaa nao bichi hawapo. Alafu naona dada yako anakuja kuhangaika kukuona katika wavu ule, kaka analialia ovyo pale. Kuna umuhimu wa kutengeneza mahusiano. Ondoa zile hali za ubabe, mimi. Kuna kipindi fedha na mali haina nguvu, ni damu ndio inayokwenda kusimama. Kwani Sara asingeweza kuchukua pesa na kuambia Yakobo, beba mzigo huu? Lakini alifika kwenye eneo akajua kitakacho nisaidia hapa ni my brother. Akabidi kupiga safari, akaanza mbio, na palikuwa hakuna wanyama walikuwa njiani na nini. Ndio maana alikuwa anaomba maombi mengi, Mungu ukinifanikisha basi nitakutolea nadhiri, ukinifikia salama. Maana mwenyewe alikuwa anaogopa, huku anafukuzwa na kaka, huku wanyama wakali. Alafu akaingia kwa mjomba, alafu mjomba wake ninampenda, sema amena.
Asema hapa mtu hali chakula cha bure, hapa ni kazi. Sema amina. Wewe ukiona mjomba anakuchukua na kubeba kama mayai, basi ujue naye kichwa chake ovyo. Sema amina. Alikula ile siku ya kwanza, ya pili akamwambia hapa ni kazi, na kazi yenyewe ni kuchunga mwanangu. Alafu akapangiana mshahara, kuonyesha kwamba kazi yote inahitaji malipo. Unapokana mtoto wa ndugu yako, sema amina, amekuja mara pale, anakusaidia kulea mtoto, anakusaidia vipi, usimchukue kama mamuma. You have to pay her. Wewe unamweka tu, utakapo utakula, utakunywa hivi na hivi basi. Akikuuza ondoka kabisa hapo, ondoa. Yale mafigisu ya uchungu yale yanaweza akaja kukuharibia mbele huko. Sio kwa sababu ni mtoto wa dada, ni mtoto wa kaka, basi umchukue tu umwendeshe kama unavyotaka mwenyewe. Amani iwe kwenu, amani iwe kwenu. Huyu bwana ikabidi sasa hapo kazi akaanza. Hasitaki kuzungumzia hiyo kazi, lakini nilichotaka kuzungumzia ni kwamba huyu bwana utajiri wake wote aliupata katika kazi aliyofanya kwa mjomba wake. Hakupewa bure. Ndio maana nasema Mungu wetu ni Mungu wa matajiri. Mungu amewekeza ndani mwako utajiri, ameweka mali za kila aina. Ondoa mambo ya manungunuko, inuka na ukafanye kazi. Watafute waliofanikiwa, jiunganishe pamoja nao. Usiingie kwenye kikundi ambacho kinawaza mawazo negative. Oh, matajiri hawataenda mbinguni, heri maskini. Malizia maandiko, maskini wa roho. Heri maskini wa nini? Wa roho. Unakuwa tajiri lakini roho yako ni maskini. You give other people. Kuna watu wengine ni maskini bado roho zao ni tajiri. Hata akiwa na 20,000 anaificha kwenye chupi namna. Yeye unashindwa kuelewa. Yaani anajikaza kabisa na uwezo kapita popote. Nakueleza hivyo. Ndio maana nimesema nataka nikuudhi. Umaskini hautoki kwa maombi. Huyu Ibrahim mwenyewe alikuwa ni mfugaji, alikuwa ni mkulima, alikuwa anafanya biashara mpaka za dhahabu. Mtu mmoja aseme amina. Amen. Wewe umekaa tu inshallah, Mungu anajua, Mungu anajua nilivyo. Haiendi hivyo. Na hata unaposema maneno yako lazima upeleke kwa Mungu hoja zenye nguvu. Yuko busy. Anasema ya kwamba unikumbushe na tuojiane. Hasa mpaka mtu anakuambia unikumbushe, unadhani kwa nini amesema hivyo? Yuko busy. Mungu anakuwa karibu na watu wenye kumkumbusha. Unapomkumbusha hiki na anakuambia njia hii, anapokumbusha hiki anakuambia njia hii. Anataka bariki kazi zako za mikono. Sasa nikuulize, wewe mwenyewe umechoka, ndugu zako watainukia wapi? Lazima uingie kwenye ulimwengu wa matajiri. Yaani lazima wewe ufumuke. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.